Bwana Yesu asifiwe, na wasalimu nyote mahali mlipo katika jina la Yesu. Matumaini yangu kwamba uko salama na familia yako. Natumaini kwamba Mungu anaendelea kukulinda na kukutunza vile vile na kukutendea yale yote ambayo moyo wako unahitaji. Niko hapa siku ya leo, asubuhi kama na hii, mchana kama na huu, jioni kama na hii. Itatokana mahali pale ulipo na wakati unaniangalia na nitazama. Kwa hiyo ningeomba dakika zako tu chache uniangalie, unitazame, unisikilize. Na imani kwamba kupitia yale ambayo Mungu anaendelea kuongea kupitia mimi, utabarikiwa na maisha yako yatabaki vile vile. Neno ambalo nataka tuongee siku ya leo, na hiki kitu nakiongea mara nyingi sana kabisa. Kitu ambacho nakuwa nasisitiza sisi kama watu ambao tunaenda mbinguni, watu ambao tumemfuata Kristo, kwamba tumshikilie Mungu bila kumwachilia. Jambo ambalo ninataka kusema kwa siku ya leo, na ni kitu ambacho nimekiona katika maisha yangu kinatokea mara kwa mara. Kiukweli lazima tuwe makini na kile ambacho tunakisikiliza na yule ambaye tunamsikiliza vile vile na kitu ambacho tunakitazama. Kwa sababu imani huja kwa kusikia. Imani yoyote ile inakuja kupitia kusikia. Yaani unapochukua muda na kusikiliza kitu, kuna uwezekano muda usione faida yake wala madhara yake, lakini vile utakuwa unaenda unasikiliza mara kwa mara, kitaleta imani ndani yako, wala kitabadilisha hata vile unatazama maisha yako kila siku ambayo unayaishi. Kitu ambacho napenda niseme siku ya leo ni kwamba uwe makini na kile ambacho unakisikiliza. Uwe makini na kile kitu ambacho unakitazama kwa macho yako. Kwa sababu kile kitu ambacho unakisikiliza na kile ambacho unakitazama kwa macho yako kina madhara wala kina faida kubwa sana katika maisha yako. Sijui niseme namna gani ili uweze kunielewa. Lakini kuna changamoto tunazipitia, kuna vitu ambavyo vingi tunavipitia kwa sababu tumesikiliza vitu ambavyo havina faida kwetu, wala havileti manufaa katika maisha yetu. Kama wewe ni mtu ambaye unataka kujenga imani yako, wala unataka kukua kiroho, lazima uwe na namna ambayo unaishi kama Mkristo. Kuna vitu lazima uvitazame na vingine usivitazame. Kuna vitu visikilize na vingine usivisikilize. Nikisema namna hii, kuna watu wanaanza kufikiria, mimi siangalii watu wanatukanana, siangalii watu wanaongea maneno ya kijinga, wanaongea maneno ambayo hayafai. Lakini unakuta unapoteza muda wako kusikiliza umbea. Unapoteza muda wako kuangalia vitu ambavyo havina faida ya kiroho. Kwa hiyo unapochukua muda mrefu unasikiliza vitu ambavyo havina faida katika maisha yako ya kiroho, vinaenda vinaathiri, vinaenda vinadhoofisha yale maisha yako ya kiroho. Yale maisha yako ya kiroho, yale maombi ulikuwa unaomba sana, yale maombi ulikuwa unaomba wakati wote, vile ambavyo ulikuwa unapenda kusoma neno, ile haja ya kusoma neno na kusikiliza neno la Mungu, vinaenda vinapungua kadri unavyoenda unasikiliza vitu ambavyo havina manufaa katika maisha yako ya kiroho. Unaenda unapungua kiimani, mpaka unafika wakati unakosa hata namna ya kuomba, kwa sababu umechukua muda mrefu sana ukisikiliza vitu ambavyo havina faida katika maisha yako ya kiroho. Ingelikuwa vyema unisikilize, kwa sababu utakaponisikiliza itakusaidia katika maisha yako ya kila siku. Utakaponisikiliza, utakaposikia maneno ambayo ninayasema, kuna vitu vingine utajiepusha navyo. Kwa sababu watu tuko tofauti. Kuna mtu ana ile haja ya kusema kwamba akomae kiroho, kwamba afike mbali zaidi katika maisha yake ya kiroho. Lakini kwa sababu anakuwa anachukua muda wake, kuna wakati mtu anasikiliza vitu vya Mungu, wakati mwingine anasikiliza mambo ya kidunia, hayana manufaa. Ndio sio matusi, ndio sio vitu vibaya, lakini unakuta vina manufaa, vina faida yote ile katika maisha yako ya kiroho. Unakuta unaenda unadhoofika. Shetani ataleta kila kitu ambacho kilete mbele yako kuonyesha kwamba huku unatukana. Ataleta vitu vya kawaida vinaonekana kwamba havina hamu yoyote ile, lakini kama una makusudi ya kukomaa kiroho, kama una makusudi ya kuweza kuvuka viwango ili uweze kufika mbali zaidi katika maisha kiroho, kuna vitu lazima ujitenge navyo, hata kama unaona havina madhara yoyote.
Hata kama unaona vina madhara yote, epukana navyo. Hata kama samani. Come. Okay, you can cry. You can cry. You can cry, okay? It's fine. It's fine. It's fine. What happened? Okay, I want you to talk normal, okay? What happened? When I was putting my clothes on. You what? Jesus didn't help me when I was putting my clothes on. You didn't what? Okay, go stay in my room. I'm coming, okay? Okay, Baba? I'm sorry. Okay, sorry, Baba, okay? I'm coming. Samahani, tunaendelea. Kama vile nilikuwa ninasema, sisi kama Wakristo, sisi wale ambao tunaelekea mbinguni, kuna mahali tunaenda. Kuna vitu lazima tuepukane navyo. Kuna vitu lazima tujitenge navyo. Kwa sababu mara nyingi, kusemesha ukweli, kuna vitu vingine ili viingie katika maisha yetu wala tuweze kupata madhara ya vitu vingine katika maisha yetu, kuna mlango tunakuwa tumefungua mara nyingi. Kuna mlango tunakuwa tumemfungulia shetani. Kwa hiyo wakati tunamfungulia shetani mlango, anaweza kupata nafasi ya kuingia katika maisha yetu na kuweza kudhoofisha vile vitu ambavyo vina thamani kwetu, wala vile vitu ambavyo vina manufaa katika maisha yetu. Vile vitu vinakuwa vinaathirika. Kule kuomba, kule kutafuta Mungu, kule kusikia haja ya kusoma neno, ile haja ya kusikiliza neno la Mungu inaenda inapungua. Mpaka unafika wakati hata kuomba unasikia huna haja ya kuomba. Unaanza kutafuta tena namna ya kuomba ili uweze kufika pale ulipokuwa umefika. Itakuwa ni kazi ngumu sana, kazi kubwa sana. Kwa hiyo mimi ninaongea na yule mtu ambaye anatamani kuweza kukomaa kiroho, kuweza kuvuka viwango katika hali ya rohoni. Kwa sababu kuna mtu anaweza kusema mimi ni Mkristo, niko sawa tu, kuna shida. Sina haja ya kupigana sana, sina haja ya kufanya hivi na vile. Lakini nikwambize ukweli, kama una haja ya kumtafuta Mungu na uweze kufika viwango, uweze kufika viwango, ufike nafasi ambayo Mungu anaweza hata kuongea na wewe kuhusu kitu kabla hakijatokea. Kama una hiyo haja, mimi ninakushauri kitu kimoja. Wewe makini na vitu ambavyo unaviangalia na vitu ambavyo unavisikiliza, kwa sababu hivyo vitu vinaweza kudhoofisha ile haja ya kumtafuta Mungu na kufanya mapenzi yake. Kwa hiyo nimekuja tu nishare na nyinyi maneno mawili matatu, inawezekana yakakusaidia kwa namna moja wala nyingine. Ninatamani kwamba Mungu akusaidie ili uweze kukomaa kiroho. Sana sana watu ambao tuna watoto wanakomaa, naona tuko tunakomaa, watu wanatutegemea wakati mwingine. Kama una haja ya kukomaa kiroho ili uweze kupata msaada kwa mtu mwingine, lazima uepukane na vitu vingine. Kuna vitu lazima uepukane navyo ili Mungu aweze kukutumia katika kiwango kikubwa. Kwa sababu kama hauna ile haja ya kusema hiki kitu kwa sababu vile mimi ninataka kuwa, hiki kitu siwezi kukifanya. Yaani wewe ni mtu wa kufanya chochote kile, yaani kile kitu unajisikia unakifanya. Kila kitu ambacho unakitaka kukifanya unakifanya. Hautaweza kukomaa kiroho. Na kama ukomaa kiroho, hautaweza kuwa msaada kwa mwingine. Utakuwa ni yule mtu tu wa kujiombea, ukienda kulala, ukiamka. Hautaweza kuwa na fruits. Na matunda ambayo watu wengine wanaweza kuja wakachukua wakasaidiwa. Kwa hiyo Mungu apate kuwabariki sana. Na neema ya Mungu iwe pamoja nanyi, nawapenda sana. Na ingelikuwa vyema kama unaweza kusubscribe, Mungu atakubariki. Shalom, shalom.